Yesu anamwambia Yusufu pamoja na mama yake Mariamu, anamwambia neno la ajabu. Wakati ule wanamtafuta, wanafika, kwa nini Yesu umetutabisha? Kwa nini umetuhangaisha? Anamwambia hamkujua nalizaliwa ili atimize mapenzi ya Baba. Mimi wanamfikiria Yusufu alijifikiriaje? Kwa sababu hakumzaa. Alijifikiriaje? Aliona kama amenyanyaswa, lakini ukweli ndio ulikuwa ni huo. Ukweli ndio huo. Yesu akatambua eneo lake. Yesu akatambua eneo lake. Akamwambia hamkujua nalizaliwa ili niyatimize mapenzi ya Baba yangu. Amen. Kuna eneo linakuhitaji wewe. Haitaji uende na rafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu alipohamishwa, alipoambiwa na Bwana hame, akionyesha ni mtu mwenye huruma, akambeba na Rutu mtoto wa dada yake, akamwambia tende kula hapa kutulia, kwa sababu ile nafasi haikuwepo ya Rutu, ilikuwepo ya Ibrahimu tu. Ilikuwepo ya Ibrahimu tu, ili Ibrahimu wafanikiwe. Na ndio maana yanatoka na ile ndindi. Na ndio maana zinachapwa wale watumishi wao. Bwana anaweka mgawanyo kwamba ni lazima kila mmoja aende kwenye eneo lake. Ule moto usingemkuta Ibrahimu, ule moto kule Gomora usingemkuta Ibrahimu. Ni lazima mkute Rutu kama Rutu, halafu yeye Ibrahimu abaki kama Ibrahimu. Ninaposema hivyo, anza kuona eneo lako, anza kuona sehemu yako, anza kuona kila ambacho Bwana amekusudia kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaenda mahali wala hujisikii, wala humwelewi mchungaji ala anaohubiri, lakini kila siku kiuzo unaenda ibada, ngoja tu mama na leo tuende. Na nasema hivi, kuna eneo ambalo linakuhitaji wewe kama wewe. Amen. Halihitaji majirani. Majirani wana tabia ya kugeuka, marafiki wana tabia ya kugeuka. Hao ambao leo yawezekana unawaona kama ukiwatoroka kama utafanyaje, halafu sasa ukikaa hapo, wao ndio watakushughulikia, wao ndio wanakunyanyasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nisomee Zaburi ile 38 mstari wa 10, tuone yale marafiki namna wanavyofanya. Zaburi 38 na mstari wa 10 hadi wa 11.